الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama, tukiwa tunaendelea na darasa letu la sira katika mlango wa hajjatul wadaa ama hajj ya kuaga, ambao kwamba ndio ilikuwa haji yake mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama ya mwisho ya kuaga. Na kama tulivyoeleza kwamba katika riwaya ni kwamba mtume alifanya haji kabla ya kwenda Madina, na ndio kukapatikana ile ardh ya qabail katika Mina. Tumemalizia kuzungumza siku ya 8 ya yaumu tarwiya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama alitoa khutba siku ya Arafa akiwa Namira. Khutba yake ndefu tuliyoeleza, kisha ikateremka aya ya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, na tukaeleza kwamba hii sio aya ya mwisho. Wengi wanadhania hii ni aya ya mwisho, lakini aya ya mwisho ni wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Aya mwisho kuteremka katika Qur'ani ni wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ama aya ya al-yawma akmaltu lakum dinakum iliteremka siku ya Arafa, siku ya Ijumaa, kama alivyoeleza Sayyidina Umar radiyallahu anhu arda. Wale Mayahudi walikuja wakamfuata akamwambia, nyinyi katika Uislamu mna siku, lao ingelikuwa hiyo siku ni yetu sisi latakhadhnahu ida, tungeifanya hiyo siku ni siku ya Eid au aya. Akaulizwa Sayyidina Umar ni aya gani, akasema al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sayyidina Umar akamwambia, najua hii aya ile teremka lini na wakati gani na mtume akiwa hali gani sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kisha Sayyidina Umar alilia baada ya kuteremka hii aya, akiulizwa na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, ma yubkika, ni jambo gani linalokuuliza ewe Umar? Akasema, ya Rasulullah, abkani anna kunna fi ziyadatin min dinina, ilo niliza mimi ni kwamba sisi tulikuwa katika ziada katika dini yetu, yani kwa kila siku twazidi katika dini yetu jambo lingine la ziada. Lakini madamu dini imeshakamilika, al-yawma akmaltu lakum dinakum, kwamba leo tumewakamilishieni nyinyi dini yenu, basi fama kamula shay'un qattu illa naqsa, hakuna jambo hutimia isipokuwa huanza kupungua. Yani jambo likishatimia, kule kutimia kwake ndiyo mwanzo wa kupungua kwake. Kama vile mwanadamu huzaliwa mchanga, akatambaa, akasimama, akatembea, akakuwa, ni mtoto, akili yake haijatimia, nguvu zake hazijatimia, mpaka akiwa mwanamume umri ya 35 40. Wasema wanazuoni umri 40 ni umru kamali rujula, umri wa kukamilika uume wa mwanamume wa mtu ni 40. Kisha baada ya 40 huwa turudi nyuma tena, turudi kwenye udhaifu, basi ndio utu uzima waanza mpaka mwisho. Kwa hivyo ile jambo halitimii mpaka wachana na sisi wanadamu. Allahu alladhi khalaqakum min dhu'fin, Mola yule ambaye kwamba Allah Mola wenu Allah ambaye kwamba amewaombeni nyinyi kutokana na udhaifu, thumma khalaqa min ba'di dhu'fin quwwa, kisha baada ya udhaifu wenu kupatikana nini? Nguvu ndio ukamilifu, sio? Lakini tumebakia pale kwenye ukamilifu la, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan
kisha akajalia baada ya nguvu kupatikane udhaifu na uzee. Mwezi ukiandama, waandama mdogo, sio mbamba, kisha huwa mpaka mwezi wa 14 mwezi kamili, sio Badr. Tunaona mwezi kamili unang'ara, kisha baada kukamilika ma alladhi ba'da yati ba'da al-kamal an-nuqsan. Baada kushakamilika tena uanza kufanyaje? Kupungua. Wa hakadha alhaya, na ulimwengu na maisha yako. Usidhani jambo lote, project yoyote inakuwa na hamasa wakati unaiandaa, wakati ina grow, lakini ikifika wenyewe nakwambia kugrow si issue ni kumaintain ile sehemu huko. Tukienda katika mifano ya michezo, kuna timu yabakia siku zote iko juu, inashindana ifike number 1, kisha wazingine sasa ziko kamwe top 4, zingine hata Premier League zimo kamwe, sio zilipitwa na wakati. Wa hakadha kullu shay fil haya, maisha yako hivi. Mtume akamwambia nini Saidna Umar? Akamwambia sadaqta. Na hii yajulisha rujhanu aqli Saidna Umar radhiallahu anhu, yajulisha vipi Saidna Umar akili yake iko juu sana. Asema لو يعني ilikuwa Saidna Umar radhiallahu anhu arda, yani ni muhdath, yani au muhaddath mulham. Kwa yeye Saidna Umar maneno yake yawafikiana na Qur'ani yaja ikimsadikisha nani? Saidna Umar radhiallahu anhu wa arda. Baada ya khutba kama hiyo ndefu aliyotoa Mtume siku ya Arafa, kama tulivyoeleza katika khutba iliyopita, akamwambia Mtume Saidna Bilal adhini uqimu. Kwa hivyo khutba ilikuwa kabla ya nini? Kabla ya khutba ya Arafa, huwa ni kabla ya swala. Akamwambia adhini na uqimu. Fasalla Rasulullah bin nas adh-dhuhra, Mtume akaswalisha watu dhuhuri. Kisha akamwambia qimu, fasalla al-asra. Kwa hivyo akaswali kwa adhana moja na iqama mbili. Katika swala ya jamaa uswaliwa hivyo. Wakati wewe uko kwenye safari unaunganisha swala mbili, basi utaadhini swala ya kwanza na uqimu kwa swala ya kwanza kama mfano ni dhuhuri, kisha swala ya pili ya asri utaqimu peke yake. Walam yusalli bainahuma shay, Mtume hakuswali baina ya swala ya dhuhuri na asri swala yoyote. Thumma rakiba, akapanda ngamia wake al-Qaswa mpaka akaja mawqifu Arafa. Alikuwa yuko Namira, khutba ilitolewa Namira, akaja mpaka wapi? Arafa, pale ilipokuwa Jabalur Rahma. Faja'ala batna naqatihi al-Qaswa ila as-sakharat, akajalia mbele ama tumbo la ngamia wake huwa Qaswa upande ukielekea, yani upande wa as-sakharat. As-sakharat haya ni mawe yako chini ya Jabalur Rahma. Mola akikuruzuku ukienda utayaona yale mawe yako chini ya nini? Ya Jabalur Rahma. Waja'ala habla al-mushati baina yadayhi, akajalia mkusanyiko wa watu wa kamba za mushat baina yadayhi, katika mkono wake, mbele yake yani. Wastaqbala al-qibla, akaelekea qibla Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal waqifan hatta gharabat ash-shams, hakuacha kuwa Mtume alikuwa amesimama mpaka jua likazama. Tumeeleza, tujiulize ni dua gani Mtume alikuwa akiomba sallallahu alaihi wasallam mpaka jua, kuanzia dhuhuri mpaka jua likazama. Na mimi na wewe tuna haja ngapi na twachoka kwa haraka na wepesi gani wakati tunapoomba dua? Mtu anaomba mara nyingine yani ya chap ya Rabbi tukue hii, tuko Arafa, tuko Arafa na hupati nadra kupata mtu amesimama siku ya Arafa mwanzo mpaka, yataka nguvu, yataka iman, nguvu ya iman zaidi ya nguvu ya mwili, zaidi ya nguvu ya mwili. Mtume sallallahu alayhi amesimama akiomba, akielekeza mikono yake juu. Aeleza Usama ibn Zaid radhiallahu anhu arda, asema mpaka kamba yake ikianguka Mtume sallallahu alayhi wasallam aitukua yeye Saidna Usama. Yani Mtume concentration yake full ilikuwa kwenye dua, bi abi huwa ummi alayhi salatu wassalam.
Ikaja kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuja mtu katika kutoka Najd, akamwambia ya Rasulullah, mimi nimekuja mbio lakini nimewahi leo, yani siku ya Arafa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia alhajju Arafa, yani hakuwahi jana siku ya tarwiya, amekuja asema shahidtu Rasulullah wa huwa waqifun bi Arafa, nimekuja mimi nikimpata mtume kwa Arafa. Wa atahu unasu min ahli Najd, wakajiwa na watu kutoka Najd, faqalu ya Rasulullah kaifa alhajj, hajj iko vipi? Akamwambia alhajju Arafa, hajj ni Arafa. Faman jaa, mtume alisema faman jaa qabla salati alfajr min laylati jam'in faqad tamma hajjuhu, mtu ambaye kwamba atakuja Arafa, yani atakuja Arafa kabla ya sala ya alfajiri ya usiku wa Muzdalifa, basi amepata haji. Kwa sisi Shafi'ia, ukuf bi Arafa ni kuanzia tuluu shams mpaka kabla ya fajiri ya siku ya 10. Kwa hivyo hata mtu akienda usiku Arafa, usiku gani? Usiku wa kuamkia siku ya 10 ya yaumun nahri, takuwa amewahi Arafa kwa nasi ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, faman jaa qabla salati alfajr min laylati jam'in, yani laylati jam'i laylati Muzdalifa, faqad tamma hajjuhu, basi haji yake imefanyaje? Imetimia. Mtu aweza kupatikana na dhurufu, mara nyingine mtu ugonjeka, utokea mtu akachukuliwa na ambulance kabisa, au kukatokea hali yoyote ile itakayokuwa, ukawahi kwamba wewe ni usiku ndio umewahi wapi? Umewahi Arafa, basi madamu haijaingia fajiri ya siku ya 10 utakuwa umewahi haji, hata kama dakika 5, hata kama dakika 2 lahadha. Na katika yalotokea siku hiyo ya Arafa ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama, watu walikuwa na shaka, je, amefunga au la? Ummul Fadl ambaye ni mke wake Sayyidina al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu arda, alipoona watu wameshuku kuhusu Mtume sallallahu alayhi wasallam, je, amefunga au la, akampelekea kikombe cha maziwa, qadahi min laban, si kikombe hizi lakini muhimu bakuli la maziwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam akanywa akiwa juu ya ngamia wake. Na ipokea pia katika sahihaini ya Bukhari na Muslim kwamba Sayyidatina Maimuna radhiyallahu anha wa arda, mke wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alipoona watu wameshuku, na yeye pia akampelekea Mtume maziwa. Mtume akanywa, fashariba wannasu yanzurun, akanywa akiwa watu wakimtazama, ndio watu nao pia wasiwe na shaka na Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba amefungua. Akasema Mtume, yaumu Arafa wa yaumun nahri wa ayyam at-tashriqi iduna ahli al-islam wa hunna ayyamu aklin wa shurb, siku ya Arafa na siku ya yaumun nahri, siku ya Eid ile, na siku 3 za ayyamu tashriq ni a'yadul islam. Mtume anasema sallallahu alayhi wasallam ni Eid za Waislamu, au aiduna ahli al-islam, ni Eid zetu sisi Waislamu. Akasema nazo ni siku za kula na kunywa. Utauliza siku ya Arafa, siku ya Arafa kwa walioko Arafa, siku ya Arafa kwa walioko Arafa. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliposimama pale akasema, waqaftu hahuna wa Arafata kulluha wa Arafatu kulluha mawqif, nimesimama hapa lakini Arafa yote hii ni mawqif. Bali alituma katika masahaba zake Ibn Mirba' al-Ansari, akamwambia nenda sehemu ambao kwamba wako watu, asema apokea Yazid ibn Shayban, asema atana ibn Mirba' bi Arafa wa nahnu bi makan min al-mawqif ba'id, yani sisi tuko sehemu mbali na pale aliposimama Mtume. Akaja akatuambia, kunu ala mashairikum fa innakum ala irthin min irthi Ibrahim, pale mulipo simameni hapo, mmenidua hapo, mko Arafa, mko katika urathi mwengoni mwa maurathi wa Sayyidina Ibrahim, kwa sababu zile hudud za Arafa, mipaka ya Arafa, mipaka ya Mina, zote hizi alizoziweka nane Sayyidina Ibrahim alayhi assalam. Na dua alikuwa akiomba Mtume zaidi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir. Na hiyo siku ya Arafa ndio siku ambayo kwamba Mola subhanahu wa ta'ala huacha huru shingo nyingi sana,
ma min yawmin aktharu min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nasi min yawmi Arafa. Hakuna siku Mola huacha shingo huru zaidi kutokana na moto kama siku ya Arafa. Asema wa innahu la yadnu thumma yubahi bihim almalaika, Mola hukurubia rahma yake kisha akajifakhiri kwa malaika akiwaambia hawa wametaka nini, akiwaambia malaika wakimjibu wataka maghfira yako. Katika hadithi nyingine akisema mtume Mola subhanahu wa ta'ala, yani mtume apokea sallallahu alaihi wasallam asema fayaqulu, Mola husema undhuru ila ibadi, angalia waja wangu, jauni shu'than ghubran dahina jao min kulli fajjin amiq, wamekuja wakiwa shu'than ghubran, wakiwa na yani wamepigwa vumbi katika hali ya unyonge, wamekuja kutoka sehemu mbalimbali, yarjuna rahmati, wakitarajia rahma yangu, walam yarau adhabi, na bado hawakuona adhabu yangu. Asema falam yura yawmun aktharu itqan min an-nari min yawmi Arafa. Kwa Mola subhanahu wa ta'ala huacha shingo huru siku ya Arafa. Bali Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama ilipokuwa jua laenda kuzama, alimwambia Saidina Bilal, waite watu wanisikize, ansit ilayya an-nas. Saidina Bilal akawaita watu, Mtume akasema ya ma'ashara an-nas atani Jibril alayhi salam, Jibril amenijia mimi hivi sahi, anifan, hivi sasa, yani punde si, faaqrani min rabbi salam, akanitolea salamu kutoka Mola wangu, waqala, akisema inna Allah azza wa jalla ghafara li ahli Arafat, Mola amewasamehe watu wa Arafat, wa ahli al-mash'ar, na watu wa mash'ar, wa dhamina anhum at-tabi'at, na amedhamini makosa yao yote. Saidna Umar akasimama radiyallahu anhu wa arda, akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, hadha lana khas, hii ofa ni yetu sisi peke yetu, tunakuja kwa wewe kwa sababu sisi tumefanya haji na wewe ya Rasulullah, kwa hivyo hii msamaha ama huu msamaha tulosamehewa ni sisi tu? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, hadha lakum wa liman ata min ba'dikum ila yawm al-qiyamah, hii ni kwa nyinyi na kwa kila atakayekuja baada yenu nyinyi mpaka siku ya kiyama. Saidna Umar radiyallahu anhu warda katika fiqhi yake akasema kathura khairullahi wa taba, sema hakika si lingine khairi ya Mola imekuwa ni nyingi kwetu sisi, yani Mola ofa zake kwetu sisi ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hizo zote ni kwa fadhila tupata za bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akasema hii imekithiri khairi ya Mola subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Na katika ilotokea siku hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa Arafa, ameanguka mtu katika Waislamu kutoka juu ya kipando chake akiwa bado ni muhrim, akafariki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamrisha akafiniwe na zile nguo zake za ihramu aliyokuwa nazo, na asipakwe manukato, aogeshwe na maji na sidri, wala yughatta ra'suhu, na asifinikwe uso wake wala kichwa chake. Akasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya, hakika siku ya kiyama atafufiliwa akiwa yuwalabbi, waleta talbiya, yani akiwa katika hali ya haji. Na hii yaonesha kwamba mtu hufufuliwa katika hali ile alofariki nayo. Mola subhanahu wa ta'ala tupatie husnul khatima sote inshallah. Baada ya hapo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama ardafa Usama bimaana annahu ja'ala Usama radifahu, yani akambeba Sidna Usama ibn Zaid, kipenzi, mwana wa kipenzi, akamjalia nyuma ya kipando chake, yani yuko na Mtume katika kipando kimoja, amempakia Usama. Wadafaa, akatoka wapi? Arafa mpaka akaja Muzdalifa, fasalla biha al-maghrib wal-isha. Katika riwaya barabarani Mtume sallallahu alaihi wasallam alihitaji kuingia haja, akaingia haja, akimaliza Saidna Usama akamletea maji, akatawadha. Alipomaliza Saidna Usama akamwambia Rasulullah, as-salatu ya Rasulullah, swala time yake imefika, kwa hawajafika bado Muzdalifa. Mtume akamwambia as-salatu amamaka, swala kule mbele utakuja kuipata. Yani wapi? Muzdalifa. Fasalla Mtume sallallahu alayhi wasallam akaswali akiwa Muzdalifa al-maghrib wal isha kwa adhana moja na iqama mbili, wala yusabbih bainahuma bi shay, hakuleta tasbihi kati yao hizo swala mbili. Thumma taja'a, kisha akalala upande,
hatta talaa alfajr, mpaka ikatoka ama ikachomoza alfajiri. Na akiwa katika hali hiyo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama aliruhusu wale ambao kwamba ni wazito na ni wanyonge wafanye haraka kuelekea Mina. Yeye amelala mpaka alfajiri, lakini wale wanyonge waliruhusiwa kufanyaje? Na hii ruhusa tumepata kupitia Sayyidatina Sauda, mke wake Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndio alikuwa sababu ya sisi kupata ruhusa kama hii. Sayyidatina Sauda akamwambia Mtume, ya Rasulullah, Sayyidatina Aisha apokea katika Bukhari na Muslim, asema nazalna al-Muzdalifa fasta'dhanat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam Sauda akamtaka ruhusa Mtume sallallahu alayhi wasallam an tadfa'a qabla hatmati an-nas, kwamba atoke kuelekea Mina kabla ya zahma la watu. Wa kanat imra'atun bati'a, alikuwa mzito Sayyidatina Sauda. Mtume akamruhusu akatoka yeye kabla ya watu, na hiyo ilikuwa ni baada muntasaf al-layl, baada ya usiku kati na kati, yani baada ya saa 6 kwenda mbele, 6:30 kwenda mbele, wazito, wazee, walikuwa na wazazi, walikuwa na watu wazima wanaruhusiwa kutangulia. Asema sisi wao Sayyidatina Aisha aeleza sisi tukabakia mpaka asubuhi na Mtume, kisha akasema nikatamani mimi pia ningelichukua ruhusa kama alivyochukua nani, alivyochukua ruhusa Sauda radhiallahu anha arba. Na Sayyidina Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas alikuwa katika wale ambao kwamba walotangulia pamoja na Mtume, pamoja na Sayyidatina Sauda na wengineo, walikuwa watoto wa Banu Abdul Muttalib, wadogo wadogo, wajukuu wa Banu Abdul Muttalib, wote walitangulia. Mtume akawa akiwasindikiza, akiwagusa kwenye mapaja yao, akiwaambia ubainaya, enyi watoto wangu, la tarmul jamrata hatta tatlu'a ash-shamsu, msirushe, yani mwaenda saa hii Mina, mwaenda Jamratul Aqaba, msirushe mpaka jua lifanyeje, lichomoze. Kwa hivyo ikiwa watu wametoka mapema saa 7 umetoka Muzdalifa, umewahi mapema Jamratul Aqaba, ni usubiri mpaka jua lichomoze ndio urushe. Asema fasalla alfajr, Mtume akaswali alfajiri sallallahu alayhi wasallam hapo, hatta tabayyana lahu as-subh bi adhan wa iqama, yani asubuhi ilipoingia vizuri aliswali Mtume kwa adhana moja na iqama taban. Thumma rakiba alqaswa, akapanda ngamia wake Qaswa, hatta ata almash'ar alharam. Ukitoka Muzdalifa kidogo ukielekea Mina, ukipanda bridge kidogo utapata pale kuna msikiti unaitwa Masjid al-Mash'ar al-Haram, pale ndio Mash'ar al-Haram, na ile ni katika Muzdalifa. Ile ni katika Muzdalifa. Mtume alisimama akasema waqaftuha huna wa Muzdalifa kulluha au wal-jam'u kulluha mawqif, Muzdalifa yote ni mawqif. Akasema pale Mtume sallallahu alayhi wasallam akaomba dua mpaka alipoona jua linaanza kukaribia. Jua halijatoka bado, lakini asubuhi mwangaza umeanza kutanda, mwangaza umeanza kutanda kabla ya jua kuchomoza. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alimaliza dua yake, akaondoka Muzdalifa kuelekea Mina kabla ya jua kuchomoza, kabla ya jua kufanyaje, kuchomoza, sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Asema fadafa'a min al-Muzdalifati ila Mina qabla an tatlu'a ash-shams, kabla ya jua kuchomoza. Wa ardafa al-Fadl ibn Abbas, akajalia sasa mwanzo pale kutoka Arafa ilikuwa nani radifu wa Mtume, nani alikuwa amepanda nyuma ya Mtume, alompakia Mtume nani? Usama. Lakini walipotoka kutoka Muzdalifa, Usama alikuwa ametangulia pamoja na wengine katika Makuraish. Mtume akamtukua nani? Al-Fadl ibn Abbas, ndugu yake nani? Abdullah ibn Abbas, na ndio mkubwa wao katika watoto wa Al-Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhu. Asema mpaka akaja sehemu inaitwa Batni Muhassir. Hiyo sehemu katika sehemu ambazo kwamba ziloangamizwa watu pale, Mtume akafanya haraka kutembea. Kwa hivyo sehemu ambapo kwamba watu wameangamizwa si sehemu ambapo kwamba mtu afaa kusimama. Katika sunna, ukipita sehemu watu wameangamizwa, sehemu kama hilo kumetokea adhabu, usisimame, pita kwa haraka. Asema faharaka qalilan thumma salaka at-tariqa al-wusta. Sasa kabla hajafika Mtume Jamratul Kubra, kukatokea kisa kingine pamoja na nani? Kisa kingine pamoja na Al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhu wa arda. Asema Al-Fadl ibn Abbas
akawa alipokuwa pamoja na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama, dafa'a Rasulullah sallallahu alayhi wasallam marrat, falamma dafa'a Rasulullah marrat bihi dhu'n. Alipokuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoka na Fadhl ibn Abbas kutoka Muzdalifa kuelekea Mina, akapita sehemu kuna wanawake, na katika riwaya jariyatun khathamiyatun, kulikuwa na kijakazi, yani kisichana kidogo kutoka katika kabila ya nini, ya Khathama. Hawa wajulikana kabila la Khatham, ni wasichana wao ni wazuri sana, wasichana wao ni wazuri sana. Na katika wasichana ambao kwamba walikuwa katika kabila ya Khatham, katika masahaba wakubwa ni Sayyidatuna Asma bint Umais radhiyallahu anha warda. Huwa alikuwa mke wake nani? Jaafar ibn Abi Talib. Sayyidina Jaafar ibn Abi Talib radhiyallahu anhu warda, alipofariki Sayyidatina Asma alilia sana, mpaka Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hana budi kumnyamazisha, akamwambia lia siku tatu, baada ya siku tatu usilie tena. Mtume alimuuliza waogopa ufukara? Akamwambia kwa sababu Sayyidina Jaafar alikuwa mkarimu kupitia kiasi. Asema Jaafar ni mkarimu, hajatuachia chochote sisi. Amekufa, alikuwa na mali mingi, lakini amekufa hajatuachia chochote kwa ukarimu wake radhiallahu anhu. Sayyidina Asma alilia sana, alikipenda sana Sayyidina Jaafar, lakini baada ya eda akaolewa na nani? Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radhiallahu anhu warda. Na baada ya Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq alipofariki, baada ya eda akaolewa nani? Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiallahu anhu warda. Sababu mzuri sana, na kando kwamba ni mzuri sana, kheri kwa mke ni kuolewa. Kheri kwa mke, msemaji aliyoachwa ama alofiliwa mjane, sio? Kheri kwa mjane ni kuolewa. Mara nyingine sisi tuna thakafa za kikwetu za alikuwa mke wake ustadhi fulani, alikuwa mke wake shekhe fulani, akapata tabu mke wa watu, asiolewe kisha afanyeje? Sisi ndio tuunda fitna. Mjane kheri yake ni kufanyaje? Asipoolewa ila man rahima rabbi, huwa ni fitna kwake yeye, huwa ampatia tabu ule mjane, hata kama ampita nani, hata kama ampita antangulia nani. Kheri kwa ule mjane ni uende mbio aolewe, sababu kikaa kwa mamake na babake hawatomwacha maneno, akhawati zake maneno, sijui nani zake, kwa sababu fil akhir atabaki yeye asaidiwa, sio? Na kheri kwa mke ni kuwa kwa mume wake, na kheri kwa mke ni kuwa kwa nani? Kwa hivyo hii thakafa si culture nzuri. Sayyidina Asma aliolewa na Abubakar, Abubakar aliolewa na Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda. Sasa akaja yule mwanamke ambaye kwamba ni katika Khathama, akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atakumuuliza kitu. Akija lakini Sayyidina al-Fadl ibn Abbas akimwangalia hivi aona mashallah mtoto mzuri. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akageuza shingo ya al-Fadl ibn Abbas radiyallahu anhu arda kulia. Akigeuka kulia Sayyidina al-Fadl Mtume akigeuza shingo kulia, Sayyidina al-Fadl ageuza achungulia kwa kushoto tena. Yani alikuwa katika riwaya nyingine Sayyidina Abbas ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam amuuliza, mbona ibn ammi yako mara tu wamgeuzia wamfanya shingo yake hivi, yani waigeuza shingo yake kulia na kushoto, sumwache. Sayyidina Rasulullah sallallahu alayhi, maana Sayyidina al-Fadl alikuwa mzuri yeye mwenyewe. Sayyidina al-Fadl alikuwa handsome, mzuri, kana wadian, kwa sema wanazuoni, na msichana yule ni mzuri. Sasa angalia watoka wapi? Tuanze hapo kwanza. Watoka wapi? Watoka haji, bado kwenye haji, bado ni muhrim. Sayyidina al-Fadl hajamaliza. Nani? Ni sahaba. Yuko karibu na nani? Yuko nyuma ya nani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sasa tutaifasiri vipi? Taifasiri vile alivyofasiri Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Mtume Saidina Abbas alipomwambia lima lawaita unuqa ibn ammika, mbona umeigeuza shingo ya ibn ammi yako? Mtume akamwambia raaitu shaban wa shana, na kijakazi yani na msichana. Falam amani shaytana alayhima, sikuamini, sikuweza kumwamini shaytani juu ya wao, yani sikuweza kuachia shaytani. Kisha Mtume akageuka kumwambia Saidina al-Fadl ibn Abbas, angalia Mtume sasa mazungumzo aliyomwambia Saidina ibn Abbas, akamwambia ibn akhi, mtoto wa ndugu yangu, inna hadha yawmun, hii leo ni siku, man malaka fihi sam'ahu, atakayemiliki sikizi lake, wa basarahu, na macho yake, wa lisanahu, na ulimi wake, ghufira lahu, tasamehewa. Angalia tarbia Mtume sasa, hakumkemea, akamwambia wewe hujui uko wapi. Hii kwa sababu sisi ni wanadamu. Ni nini? Ni wanadamu, na wanadamu ni dhaifu, na alikuwa maasumu ni Mtume na mitume wenzake alayhimus salatu, walokuwa Mtume, walokuwa chini ya Mtume wote si maasumina, yani wasokuwa mitume si maasum, wote waweza kuangukia katika nini? Lakini yule jamaa bana na heshima yake yote na kafanya kadhaa, ni mwanadamu. Tufahamiana? Mama kana inshallah we mufti, kuanguka kwake ni sahali, aweza kuanguka. Tufahamiana sio? Huyu ni sahabi jari, yuko haji, si kwamba yuko Nairobi ama yuko wapi, yuko wapi? Haji, ibada ni muhrim, ibada mvaa ihramu zake, lakini ameona uzuri akaamua angalia uzuri, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaamua mfanyaje? Amuelekeze. Hii yote yatuonesha basharia ya masahaba, ubinadamu wa masahaba kwanza, pili na madrasa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yani Mtume katika madrasa yake kulikuwa na watu sampuli hii, na vipi alikuwa akidili na wao? Wewe hujui uko wapi hapa, wewe uko na mimi wafanya hivi, wewe bwana hapa hii ni siku tukufu. Ukimiliki masikizi yako na macho yako na ulimi wako, utasamehewa madhambi yako. Kundia mzuri ya lutfi ya kumuelekeza yule mtu asitoke katika busawa. Kwa hivyo yule akamuuliza, yule mwanamke akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu haji, asema inna faridatallahi qad adrakat abi shaykhan kabira, faridha ya Mola imemkuta babangu akiwa ni mzee, hawezi, la yastati'u an yathbuta ala arrahila, hawezi kuthubutu juu ya kipando, yani hawezi kusimama kukaa juu ya kipando. Afa ahujju anhu, je naweza mfanyia haji babangu? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam akamwambia waweza ukamfanyia haji babako. Katika riwaya nyingine aliuliza kuhusu mamake, Mtume akamwambia je, mamako ingelikuwa na deni ya daiwa ungelipa? Akasema na haya na kadhalika haji, na kadhalika haji. Sayyidina al-Fadl ibn Abbas akawa na Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakatoka mpaka walipofika Jamratul Kubra, ambao ndio Jamratul Aqaba. Ukienda pale kuna jamra tatu, sehemu tatu za kupiga mawe, wusta, sughra ndogo, kisha wusta, kisha kubra. Sasa sughra na wusta siku ya 10, ambayo ndio siku ya kwanza, hakurushiwi mawe hurushwa wapi? Jamratul Aqaba au Jamratul al-Kubra. Asema faramaha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam bi 7 hasayatin, akairushia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam mawe 7, akipiga takbir katika kila kurusha, Allahu akbar mara 7. Na yale mawe aliyokotewa Mtume akiwa Muzdalifa bi abi huwa ummi alayhi salatu wasalam, alipopewa akaziangalia, akasema basi kwa namna hii msichukue mawe kubwa zaidi ya hii. Kisha akasema wa iyyakum walghulu fi din, ole wenu na watahadharisheni nyinyi na kufanya ghulu katika dini, yani kupitisha mipaka katika dini. Zikawa zile mawe aliyotoa Mtume, kila jiwe ni kama mfano wa haragwe, mfano wa nini? Wa haragwe mmoja. Farama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min batni alwadi thumma insarafa ila almanhar, akarusha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwa
Jamratul Aqaba, kisha akaelekea Manhar. Kabla kuelekea Manhar, yapokewa kwamba alitoa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam khutba mara ya pili, akikariri ile khutba yake aliyoitoa siku ya Arafa. Tutakuja kuiona baadaye mbeleni. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kisha akaelekea Manhar, akachinja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam 63 badana, akachinja ngamia 63 sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alipochinja Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam ngamia 63, akampatia Saidina Ali radhiyallahu anhu warda akamilishe ngamia waliobakia. Katika hadithi yasemekana kwamba wale ngamia alikuwa akiletewa Mtume arsalan, group. Sasa akiletewa mara 5 wa 6, asema wa kanat tuqarrabu ilayhi albudun au arsalan, akaribishiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wale ngamia group, kama ilivyokuja katika Musnad Imam Ahmad. Kisha asema faqurriba minhunna ilayhi 5 au 6, akakaribishiwa Mtume ngamia kama 5 6 wengine. Fatafiqna yazdalifna ilayhi sallallahu alayhi wasallam biayatihinna yabda, zile ngamia zikawazashindana kujikurubisha kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume aanze kuwachinja wao, yani ngamia 5 au 6, kila moja atanguliza yeye shingo yake apate sharafu ya kuchinjwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Atakayechinjwa yeye mwanzo, ili yeye ni qurbani wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hivi ndivyo mpaka mahayawani wametambua cheo cha Mtume, sio kuchambua tu, hata wako tayari wachinjwe kwa ajili ya nani? Ameelewa kadri ya Mtume na utukufu wa Mtume. Mimi na wewe binadamu tusijue kicheo chake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ngamia waenda mbio, wataka wachinjwe wao mwanzo. Aliwachinja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakiwa maqulatan yadiha al-yusra, mkono wa yule ngamia wa kushoto huwa unafungwa, akichinjwa akiwa amesimama ngamia. Alipochinja ngamia 63, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akazuia, wa amara Ali, na akamamrisha Saidina Ali akamilishe yalobakia, ambao ni ngapi? 37. Sema ngamia zote alikuwa ni ngapi? Ni 100. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akaamrisha igawanywe nyama yake, kisha akaamrisha akusanyiwe min kulli badanatin, katika kila ngamia bid'a au qita, kipande cha nyama ukasanye katika ngamia wale 100, kila ngamia kipande kajaliwa katika sufuria moja, akapikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akala kutokana na nyama yake na akanywa supu yake sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam katika haji yake ile alipokuwa pale Jamratul Aqaba al-Kubra, katika maneno aliyotoa katika khutba yake ni kwamba khudhu anni manasikakum la'alli au fa inni la adri la'alli la ahujju ba'da hajjati hadhihi, tukueni ibada zenu kwangu mimi, hakika yangu mimi sidhani kama mimi nitahiji tena baada ya hija yangu hii sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Akatoka Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam, alipofika mataf Kaaba, baada ya kufanya tawaf yake, maana alifanya tawaf akiwa juu ya kipando, kwa sababu watu walikuwa ni wengi na wengi watakumuliza maswali, na alikuwa kila akifika Hajarul Aswad na Ruknul Yamani akiistalim kwa bakora yake sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Alipomaliza Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa katika haji yake ile, katika khutba yake ile, alitoa khutba yake sallallahu alayhi wasallam siku ya 10 hina irtafa'a ad-duha, akasema inna az-zamana qad istadara kahayatihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ardh, hakika siku au zama zimerudi kama zilivyokuwa Mola subhanahu wa ta'ala alivyozipanga siku alipoumba mbingu na ardhi subhanahu wa ta'ala. Akasema mwaka ni miezi 12, minha 4 hurum 3 mutawaliyatun, ndani ya mwaka miezi 12 yale kuna miezi 4 tukufu, 3 zinafatana,
al-Qa'da, Dhul-Qa'da na Dhul-Hijja na Muharram na Rajab Mudhar, ambao kwamba yuko baina ya Jumada na Shaaban. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akauliza, atadruna aya yawmin hadha, mjua ni siku gani hii? Au aya shahrin hadha, ni mwezi gani huu? Alikuwa ayuuliza akiwa yeye Mtume sallallahu alayhi wasallam ayajua. Wakasema masahaba tukanyamaza, tukidhania Mtume ataiita hii jina, yani hii siku kwa siku jina lisolijua. Akasema alaysa yawm an-nahr, si ni siku ya nahr leo? Akamwambia bala ya Rasulullah. Kisha akamwambia unajua ni mwezi gani? Masahaba akasema tukanyamaza mpaka tukadhani kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam, tukanyamaza na Mtume akanyamaza. Afwan, masahaba akasema tukasema Allah wa rasuluhu a'lam, Mola na Mtume wake ndio wanaojua zaidi. Asema fasakata, Mtume akanyamaza. Masahaba akasema mpaka tukadhania ataipatia jina tofauti na jina tunalojua sisi. Kisha akamwambia alaysa dhul-hijja, si mwezi wa dhul-hijja? Akamwambia bala. Akamwambia ayu baladin hadha, ni mji gani huu? Akasema Allah wa rasuluhu a'lam. Akanyamaza Mtume mpaka masahaba akadhania atauita mji kwa jina tofauti. Akamwambia alaysa al-balda, si ndio mji, yani balda au ummul qura au al-balad al-haram? Akamwambia bala. Mtume sallallahu alayhi akamwambia, akikariri maneno yake, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha, hakika damu zenu, mali yenu, heshima zenu yenu nyinyi ni haramu kama utukufu wa siku yenu hii katika mwezi wenu huu, katika mji wenu huu. Wasatalqawna rabbakum, utakutana na Mola wenu. Fayasalukum an a'malikum, wataulizeni kuhusu amali zenu. Ala fala tarji'u ba'di kuffara, Mtume sallallahu alayhi wasallam, hakika si lengine msirudi baada yangu mimi mkawa makafiri. Vipi ya Rasulullah? Au dhullala, au watu wapotevu. Yadhribu ba'dukum riqaba ba'din, wakawa wanapiga baadhi yenu shingo za baadhi yenu, wakawa wanaua baadhi yenu. Na ndio hali tunayoishi. Asema ala liyuballigha ash-shahida minkum al-ghaib, au liyuballigha ash-shahidu al-ghaib, amfikishe yule aliyokuwepo, amfikishe yule asokuwepo. Fala'alla ba'da man yuballighuhu yakunu aw'a lahu min ba'di man sami'ahu, waweza kawa yule anayefikishiwa akafahamu zaidi kuliko yule anayefikisha. Fahamiana, sio? Kisha kaeleza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ala innama hunna arba'un, mambo ni manne. La tushriku billahi shay'an, msimshirikishe Mola na chochote. La taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, msiue nafsi ambayo Mola ameharamisha isipokuwa kwa haki. Wala taznu, msizini. Wala tasriqu, msiibe. Ala, hakika si lingine, wa inni faratukum ala al-hawd, mimi ndio shufaa yenu kwa haud, mimi ndio nitakayewatangulieni nyinyi kwenye haud. Haud siku ya kiyama, dirika ambalo kwamba watu tutaomba Mola subhanahu wa ta'ala tujalie sote katika wenye kunywa katika haud ile. Tumesema mimi ndio nimewatangulieni nyinyi fi haudhi, andhurukum, na wasubiri nyinyi. Wa inni mukathirun bikum al-umma, mimi ni mwenye kujikithirisha na nyinyi umma, yani na nyinyi umma, najifakhiri na nyinyi kwa umma. Fala tusafitu, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fala tusawidu wajhi, usifanye mweusi uso wangu. Sallallahu, fala tusawidu wajhi, asema sallallahu alayhi wasallam, mimi nitajikithirisha na watu na nyinyi, yani nitajifakhiri mbele za manabii na nyinyi. Fala tusawidu wajhi, msifanye uso wangu mweusi, yani msiniebishe. Sallallahu alayhi wasallam, ndio maneno Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumetuambia nini? Wasiwaje, msiniebishe. Mfano wako wewe leo, unao mwanao, umemwendea mbio, umemsomesha, akaja kwenye mashindano, akamwambia usiniebishe mwanangu. Wapenda mtoto wako kuebishe mbele za watu hadharani? Wapenda results zake zikiwa ni 0, ni E, ni Y, ziwe zitatangazwa mbele za watu, ama mtazificha? Ndio tupenda sisi tuwe ndio sababu ya Mtume kuebika. Mtume daraja yake daima ni yazidi kupanda juu, lakini mimi na wewe tutakuwa sehemu yetu kwa Mtume ni gani?
nafasi yetu kwa mtume ni gani sallallahu alaihi wasallam? Nasema fala tusawidu wajhi, msiniabishe. Mola tujalie katika wale ambao kwamba watakuwa ni wenye mtume kwenye kujifakhiri na wao inshallah. Wasema ala waqad ra'aytumuni wa sami'tum minni, hakika mmeniona na mmesikia kutoka kwangu mimi. Wasatusaluna anna, mtaulizwa kuhusu mimi. Faman kadhaba alayya falyatabawa maq'adahu min nar, yule atakayenisemea mimi urongo basi andaye makalio yake motoni. Asema ala wa inni mustanqidhun rijala, mimi nitakuwa ni mwenye kuwa watu. Wa mustanqadhun minni akhar, na wengine watatolewa kutoka kwangu mimi. Yani watu watakuwa wamekuja kwangu mimi, na washika, sitaki waondoke, lakini kutakuja watu watatukuliwa pale haudhi. Wala tukutanishe sote haudhi pale tukiwa haudhi. Asema mtume kutakuja watu wataondolewa, wamewahi wamefika mpaka haudhi, wamefika wamefika, lakini wataondolewa. Mtume akauliza ya rabbi ashabi, ya rabbi hao masahaba zangu, watu wangu, yani hao wangu mimi ya rabbi. Ataambiwa fa qalu innaka la tadri ma ahdathu ba'daka, huduha walizua yapi baada yako wewe, min adh-dhunubi wal athami. Tumetaka sisi tuwe na yeye atunyeshe katika haudhi yake, lakini baadhi yetu watakuwa ni wenye kuzua. Siku hiyo watu watatolewa mbele ya mtume. Sasa Mola subhanahu wa ta'ala asijalie katika hao. Kisha akasema ala la yajni janin illa ala nafsihi, mtu hajidhulumu isipokuwa nafsi yake, na mtu wala walidun ala waladihi, wala mwana wala mzazi kwa mwanawe, wala mwana kwa babake. Ala inna ash-shaytana qad ya'isa an yu'bada fi baladikum hadha abada, hakika shaytani amekata tamaa kuabudiwa katika mji wenu hunu. Walakin satakunu lahu ta'atun, lakini atakuwa na taa, yani watu watamtii. Fi ba'd ma tahtaqiruna min a'malikum, katika baadhi ambapo kwamba tunayodharau katika amali zetu. Kisha akasema mabudunu mola wenu, wasallu khamsakum, salini salat zenu tano, wasumu shahrakum, fungeni ramadhani yenu, wa addu zakata amwalikum, toweni zaka za mali yenu, wa ati'u dha amrikum, tini wali amri wenu, tadkhulu jannata rabbikum, mutaingia pepo ya mola wenu. Nadhara Allahu mra'an sami'a maqalati faballaghaha, mola aunawirishe uso wa mtu ambaye kwamba atakuwa amesikia maneno yangu akayafikisha. Na hii ndio siri ya ahlul hadith, kuwa ni watu wenye kunawiri, watu wanaoshughulishwa na ilmu alhadith, wapokezi wa ilmu alhadith, kawaida uso wao hunawiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya dua ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema nadhara Allahu mra'an sami'a maqalati faballaghaha, amesikia hadithi yangu akaifikisha. Ameelewa hakuelewa tofauti. Kuna mafuqaha, lakini huyu kazi yake yeye ni messenger, ameifikisha. Asema farubba hamil fiqhin ghairi faqih, huenda mtu amebeba fiqhi lakini si faqih, yani amebeba hadithi ambapo kama ndani yake ina fiqhi nyingi, ina ahkam nyingi, lakini yeye si faqih. Warubba hamil fiqhin, huenda mtu amebeba fiqhi ila man huwa afqahu minhu, kumpelekea mtu ambaye kwamba ana fiqhi zaidi kuliko yeye. Mola subhanahu wa ta'ala atujalie katika watu wa hadithi na katika watu wa fiqhi na katika watu wa Qur'ani na katika watu wa ilmu nafi' insha Allah ta'ala. Kisha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam akawaamrisha kutii na kumsikiza wali amr, hata akawa atakuwa ni mja mtumwa alokatwa pua yake. Na akafundisha Mtume ibada za hajj, akawaambia wakiwa Mina, asema Abdurrahman ibn Muadh apokea, asema khatabana Rasulullah wa nahnu bi Mina ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا فطفق يعلمهم ومناسكهم. kisha akagawaaga watu, waqalu hadhihi hajjatul wadaa. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akawaaga watu wakasema hii ni hajjatu alwadaa. Baada ya hapo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, nimevuka kipande cha Zamzam kwa sababu hii ilikuwa ni baada ya hapo. Baada ya hapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomaliza kufanya tawafu ya ifada, akaswali Makkah dhuhuri, kisha akaenda kwa Bani Abdul Muttalib yasquna ala Zamzama. Wakawaona wale Bani Muttalib wakiwa wananywisha watu Zamzam, wanachotea watu Zamzama. Mtume akawaambia inza'u, wachoteeni watu Bani Abdul Muttalib, falawla an yaghlibakum an-nasu ala siqayatikum lanaza'tu ma'akum,
Lau si kwamba watu watakuwa ni wenye kuwashindana na nyinyi kuhusu kunywisha, ningenywisha na nyinyi. Yani mtume akinywisha watu wataona ni sunna na wao wafanyaje. Kwa hivyo si tena yenu ya Bani Abdul Muttalib. Title ya mtume ni over ya kabila yake na watu wake. Na hivi ndivyo kiongozi yuko juu ya kabila zote, ana represent wote. Lakini sisi kiongozi ni wa kabila fulani. Akapewa mtume sallallahu alaihi wasallam maji, akanywa maji ya Zamzam sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Akabakia mtume sallallahu alaihi wasallam ayyam at-tashriq bi Mina, akabakia siku za tashriq zote tatu Mina, yuaddi al-manasika, akitekeleza manasik, wa yuallimu ash-shara'i'a, akifundisha, wa yudhakkiru Allah, akiwakumbusha watu Mungu, wa yuqimu sunan al-hadi min millati Ibrahim, akisimamisha sunan za hadi katika millati Ibrahim. Wayamhu athara ash-shirk, akifuta athari za shirki na alama zake. Kisha katika siku za tashriq asema waqad khataba fi ba'd ayyam at-tashriq, siku ya kama takriban siku ya 12 katika ayyam at-tashriq. Apokea Abu Daud katika isnad yake ya Hasan Hansarra binti Nabhan, asema khatabana Rasulullah yawm ar-ru'us, yani siku ya katikati ya ayyam at-tashriq. Akasema alaysa hadha awsatu ayyam at-tashriq, je, hii si ndio siku ya kati ya ayyam at-tashriq? Akatoa khutba yake mtume sallallahu alayhi wasallam, na ilikuwa ni khutba kama ile iliyokuwa tueleza hivi sahihi kipunde kidogo ya yaumun nahri, siku ya 10 ya tawafu al-ifadha. Nasema wa waqa'at hadhihi al-khutbatu aqiba nuzuli surati an-nasr, hii khutba ilikuwa baada ya kuteremka suratu an-nasr. Suratu an-nasr yani suratu ya idha jaa nasrullah wal fath. Asema wa fi yawm an-nafr ath-thani, siku ya nafri ya pili, yani siku ya watu kurudi Maka ya pili, ambao ni siku ya 13 ya Dhulhijja, Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoka Mina akateremka Khaifu Bani Kinana, na alikuwa sahabi wake alikuwa na yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam alitangulia kuweka kubba la mtume ama hema ya mtume pale siku ya hiyo ya siku ya 13 alimtangulia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pale. Akawa mtume ni mwenye kushuka pale. Aliposhuka akawaambia muhajirina washukie upande wa kulia mwa qibla, na akawaambia maansar washukie upande wa kushoto wa qibla sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Akakaa pale akawa yuulizwa maswali, kila swali anaulizwa asema if'al wala haraj, ya Rasulullah, mimi nimenyoa kabla ya kufanya kadha, if'al wala haraj. Mimi nimetufu kabla nisijanyoa, if'al wala haraj. Zile wajibat za hajj sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallama. Akawa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam yuwafishia watu hali na kuwasahilishia watu hali. Alafu akabakia siku hiyo, na alisema kwamba hii siku sehemu kama hii ambayo ni pale sahihi iliyoko Masjidul Khaif, aqama hunaka baqiyat yawm, akakaa pale siku yake yote iliyobakia, wa lailatihi, na usiku wake, wa salla hunaka adh-dhuhra, kasala dhuhuri na alasiri na magharibi na isha. Thumma raqada raqdatan, akalala kidogo, kisha rakiba ila albayti, akapanda kuelekea albayt alharam, akatufu tawaf alwada. Lakini kabla ya hapo mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam alinyoa nywele zake. Hatujaeleza katika kunyoa kwake mtume sallallahu alinyoa nywele zake lini. Mtume siku ya hajjatul wada alinyoa nywele zake lini? Alinyoa nywele zake baada aliporusha jamratul aqaba al-kubra, siku ya 10 baada ya kurusha jamratul aqaba, kabla ya kufanya tawaf. Kabla ya kufanya tawaf alimuita kinyozi wake siku hiyo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuwa ni Ma'mar ibn Abdullah al-Adawi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, katika ilivyokuja katika sahih Muslim kutoka kwa Anas radhiyallahu anhu wa arda, akawa mtume sallallahu alayhi wasallam amwambia yule kinyozi, tukua upande, akimwashiria upande wa kulia, yani nyoa hapa. Akanyoa upande wa kulia, shampatia upande wa kushoto,
na hapa, akinyoa upande wa kushoto Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ndio sunna katika kunyoa. Ule kinyozi wako aanze upande wa kulia. Hizi ni sunna za fazi, fanyaje? Zihuishwe. Zifanyaje? Siku hizi kuna sunna zingine ama ni bid'a zingine. Bid'a gani unajua? Imeenea na imekuwa ni kitu cha kawaida. Ndio maana tusema imekuwa ni kitu cha very normal. Unajua kuna kitu wewe ukifanya ni makosa you feel kwamba kidogo una haya, ninafanya makosa. Sasa hii haionewi haya. Nao ni gani? Baada ya kunyoa lazima kupatikane kibinti akae akufanyaje? Akufanyie massage, akuoshe kichwa chako, akuoshe uso wako. Vijana wa Kiislamu ni kitu cha kawaida ama si kitu cha kawaida? Si tunyoa sote, tuna vinyozi, tunaona haya macho yaoni. Imekuwa ni kitu cha nini? Yule mwanamke ni halali yako, si halali yako. Nani amemruhusu kuguse? Imekuwa ni jambo muttafaqun alayhi, watu wote wafanye. Yani watu wote wamekubali hili jambo la sawa. Fahamiana sio? Ni katika madhambi makubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alipokuwa yonyolewa upande wa kulia, akinyolewa atukua Mtume awapatia watu, upande wa kushoto anyolewa atukua awapatia masahaba. Afanya nini tu? Afundisha shirki masahaba, afundisha tabaruku, afundisha nini? Afundisha baraka masahaba. Wakawa masahaba washindana, hakuna nywele ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam inaanguka chini, kila mmoja anawahi. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam apokea Imam al-Bukhari katika sahihi yake, asema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lamma halaqa ra'sahu kana Abu Talha awwala man akhadha sha'rahu. Sayyidina Abu Talha alikuwa ndo wa kwanza aliochukua nywele katika nywele za Mtume sallallahu alayhi wasallam. Apokea Muslim katika sahihi yake kutoka kwa Anas, asema laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam wal halaq yahliqu, nimemwona Mtume na kinyozi akimnyoa. Wa atafa bihi ashabuhu, na masahaba zake wamemzingira Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Fama yuriduna, hawataki an taqa'a sha'ratun, ianguke unywele mmoja, illa fi yadi rajulin, isipokuwa kwenye mkono wa mtu katika wao sallallahu alayhi wasallam. Bali Sayyidina Khalid bin Walid katika vita alikuwa akiweka unywele wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika ile kofia ya vita anayoivaa, kisha akisema nilikuwa nikinusuriwa kwa hii. Bali alionekana katika moja katika vita Varidda, kama sijakosea, akiwa Sayyidina Khalid kati ya vita watu wapigana, yeye yuko busy, kofia yake imeanguka, atafuta kofia yake, panga zaruka juu kwa juu, yeye hayuko, atafuta kofia yake. Alipoipata kofia akaishika, watu baadaye masahaba kamuuliza, vipi watu wapigana, wewe washughulika kofia imeanguka? Kwamba zile si kofia, ndani mwa ile kofia kuna unywele wa Mtume. Siridhii mimi unywele wa Mtume kwanza kuwa chini. Pili, mimi nanusuriwa kwenye hivi vita sio kwa ujanja wangu Khalid, wala kwa uhodari wangu, wala kwa uzuri wangu wa vita, nanusuriwa kwa sababu ya nywele wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali baadhi ya masahaba walikuwa wakihusia wakizikwa wawekewa unywele wa Mtume katika ulimi wao. Msaidie kujibu maswali. Hivi ndivyo masahaba muelewa Mtume. Hivi ndivyo masahaba mfanyaje? Wamemfahamu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bali hata katika hiyo siku ya Yawmun Nahr Mtume alikata kucha zake akazigawanya sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Baada ya kumaliza kunyoa Mtume akawa, baadhi ya masahaba wamenyoa na baadhi wamepunguza, Mtume akawaombea walionyoa mara 3, rahimallahu almuhalliqin, rahimallahu almuhalliqin, rahimallahu almuhalliqin. Kisha wale walmuqassirina wakaombewa mara moja. Kisha Mtume Sayyidina Aisha akamletea manukato, akapaka manukato, akatoka akavaa nguo yake, akaenda kufanya tawafu al-ifadha. Alipokuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ataka kugura kuelekea zake, ataka kufanya tawafu al-wadaa, kugura kuelekea zake Madina, Sayyidatina Aisha radhiyallahu anha wa ardhaha akaja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, ayadhhabu an-nasu binusukaini wa adhhabu au yarji'u an-nasu binusukaini wa arji'u binusukin, yani yasduru an-nasu binusukaini wa asduru binusukin, watu warudi ya Rasulullah,
wakiwa wamefanya mambo mawili, umra na haji. Mimi narudi nafanya haji peke yake, sikubali. Mtume sallallahu alayhi wasallam yasauki tawafuki lihajjiki wa umratiki, ila tawafu lofanya moja yatosha kwa haji yako. Kwa sisi kwamba tutafaka tuenda hadd al-haram ndio tufanye umra. Mtume akamwambia Saidina Abdurrahman ibn Abi Bakr ndugu yake Saidina Aisha, mtukue sisako nenda naye ukafanye umra. Akafanya Saidina Aisha umra pamoja na Saidina Abdurrahman ibn Abi Bakr. Alipomaliza wakaja kwa Mtume, Mtume akawauliza shamaliza? Shamaliza. Twende. Akaposema twendeni, Saidina Aisha akamwambia Rasulullah, Sofia, yani mke wake Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sofia amepata damu baada ya kuwa ashafanya tawafu ifadha, hajafanya tawafu wadaa. Watu wataka kutoka sasa, waende kufanya tawafu wadaa waelekee zao. Mtume akamwambia ashafanya tawafu ifadha, ashafanya tawafu ifadha, basi yatosha, asituweke. Yani mwanamke akiwa katika siku zake tawafu wadaa si lazima kufanya. Hizi zote nizaonesha masomo ya tuliyopata sisi katika haji ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeye na wake zake wakiwa pamoja na wake zake sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mpaka hapa tutakoma kumalizia. Tumemalizia hapo, ndio hivyo ndio ilimalizika. Mtume sallallahu alifanya tawafu wadaa, akatoka kuelekea zake Madina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kwenda kupumzika, la kuanza tena jihad nyingine na da'wa nyingine sallallahu alayhi wasallam. Katika darasa itakayofuatia tutaeleza, na kabla ya hapo tutaeleza pia hadithi ya Ghadir Khum. Maana Mtume alipotoka pale akawa kukatokea tukio la Ghadir Khum. Inshallah katika darasa litakayofuatia, Mola Subhanahu wa Ta'ala tufikishe salama. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اجعلنا من الذين يستمعون فيعلمون ويعلمون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.